It is about to go down. Ndindi Nyoro ametoa makucha. He decided to destroy William Ruto today beyond repair. And this is what I've always waited for. Ndindi Nyoro is coming out saying that the fraud at State House ni ile hamtaamini wa Kenya. There was a meeting that was organized pale State House. Na hii mkutano ilikuwa ile sekta ya transportation. Na CS wa transport alikuwa pale. Ruto alionekana akilecture the CS of transport, Davis Chirchir, that anangoja nini kuliko kuinstall cameras all over the country kwa barabara. And I'm like asking myself, when Ndindi Nyoro is addressing this situation, he is literally exposing whatever is happening and what they are planning. And 42 billion Kenya shillings that is going to be consumed by William Ruto and his close allies. I want you to listen to this video. If the Kenyan people knew the kind of things that happen every day in our country, we can't wait for one more day. The impatience of Kenya would grow, ya kwamba hawawezi gojea tena. Sasa mumeona juzi last week, ukijua hawa watu wa serikali vizuri, you do not need any psychologist to tell you what they are planning. Juzi nikaona mkutano moja kule Nairobi ikafanyika, ilikuwa ya mambo ya accidents, na hatutaki accidents, that's why kuna NTSA. Nikaona kiongozi moja amesimamisha waziri fulani hapo, akamwambia waziri, kamera itahitajika Kenya, for how long itakuwa kwa barabara? Nikaona waziri amesimama amefunga hii button, akasema 1 month sir. Kwa mtu anajua hii watu, mimi where I was and I can tell you for sure, nikajua hii ni biashara. I knew for sure hii mambo ni sarakasi. Waziri iliitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa, akaambiwa waweke cameras, sijui 1000 cameras around the country, na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language, nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Leo ukiangalia gazeti ya leo inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump, waone hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA through ukora, through fraud called a PPP being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company ati 42 billion shillings. Ati ukienda kuruka bump, hujaruka vizuri, unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya, kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Okota pesa. Ati mtu wa bodaboda hapa akifanya makosa barabarani, hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct. Wakenya tutakubali hayo? Is it even possible? When you have listened to what Ndindi Nyoro say, ni zile vitu zinafanyika Kenya hii, na hata nia ya William Ruto
nimewaambia mara kadhaa, si kubadilisha hii nchi, si kubadilisha hii nchi. Na muliambiwa wa Kenya, ukiona mahali Ruto ako na interest, hapo ni biashara, hapo ni biashara. Na ndio maana mara kadhaa ukiona hata dalili za William Ruto, ukisikia anafuatilia kitu, ni biashara imeiva hapo. And that is why, number one, when William Ruto had this transportation sector having a meeting pale State House, akijaribu kujionyesha ati anasomea watu, it is business. Saa hii nini Nyora anatuambia kwa gazeti, imeonyesha 42 billion Kenya shillings is going to be used to install this barabara. Na wale ambao wanaenda kupewa hii tenda ni close allies na William Ruto. Wakenya muamuke, muamuke. Munaporwa ile live and direct. Lakini kuna wengine bado hapa wanarukaruka tu tam. Kuna watu bado wanasema tu tam. Wa Kenya, kama hamtaamuka na mseme enough is enough, sijui mnaishi nchi gani? Na hizi ni baadhi za zile vitu Ruto anafanya. Lakini mtu anaongea anazimishwa. Anaambiwa funga mdomo. Mnaambiwa funga mdomo. Angalia nini vitu Ruto anafanya. Kila kitu ni biashara. Kama hii ya Nyota thing, niliwauliza hapa, mko na vijana manyumbani kwenu, wangapi wame benefit from this Nyota thing? Ndio muongea museme tuta. Wangapi mmepata hiyo? Watoto wenyu wamepata? Wangapi? Na ni pesa ilitoka World Bank. Pesa ilitoka World Bank. Saa hizi tukiongea pale Talanta Stadium, tuongee ukweli. Mwache upusi na kudanganywa. Sometimes, you know, mimi kama mtu anataka kunifunza na kuniambia kitu yenye sijui, na nyamaza. Na nyamaza, nasikiza. Lakini Wakenya wengi hawataka kusikiza. Angalieni Talanta Stadium. Ni loan. Billions of money. Imechukuliwa sijui ni 42 billion Kenya shillings. The repayment we are going to do it ni how much? 100 billion. 100 billion. Pesa tumekopa 42. But kwa ile interest nini? Total yote 100 billion. Already kuna scandal ya 11 billion. Nilisikia Ruto akisema jana ati scandal iwezi fanyika. Nasema hii Ruto anatuona kama wajinga. Mnatuona kama sisi ni wajinga. Sisi ni wajinga. Mimi nawaambia Wakenya, wakati imefika tutoe makucha. Nimesikia hiyo story ya Ndini Nyoro nikasikia nalipuka. Kwa sababu ni kitu hata jana nilianalyze that video. Nikiwaambia maneno ni kubaya Kenya. Ni kubaya. Alafu mnadanganywa na ujinga ingine ya jana. Ati wote wana review sijui 10 point agenda. Ya nini? Ya nini? Oburu alishasema mtu amesha kufa hawezi kompensatiwa. Unangoja nani ya kompensatiwe?